umesikia akisema ati Kemende town ikuwe kama ya Kikuyu, ikuwe na rami, na mimi nimekubali inafaa ikuwe. And Your Excellency, you know Kikuyu town we tarmacked under the Kenya Urban Support Program supported by the World Bank, na najua tulikuwa na shida kidogo na tukaongea na governor, na najua saa hii ameteua municipal managers, niliona juzi alikuwa na mkutano nao, ili tupate pesa ya Kenya Urban Support Program yenye itasaidia governor kukamilisha hizo barabara under the World Bank programs. Kwa hivyo isionekane Nyoto unajua amesema ameleta watoto Kikuyu, inaonekana kama watu wa Lari wanahamia Kikuyu. Wacha nijitetee kidogo. Your Excellency, you also aware that wakati tuliingia kwa serikali, we had many problems. Amongst those problems is what you have always told us. Hawa wazazi hawakujua watoto wa junior secondary wataenda high schools ama watabaki primary, kama kuna walimu wa kutosha wa junior secondary, and you embarked on a program to employ almost 56,000 teachers for our junior secondary na to actualize CBC. Na pia, Your Excellency, unajua kwa budget this year you did direct us tuweke pesa ya kurecruit hao walimu wa TVET, ili hata TVET ya hapa Lari iwe na walimu. And I'm sure because TSC is the progress of recruiting pamoja na Ministry ya TVETA, that will be actualized, Your Excellency. And Lari will also have their own TVET teachers. Lakini sisemi msikuja Kikuyu, muendelee kutembea Kikuyu sababu sisi ni majirani wema. Your Excellency, also the other issues the governor has mentioned on the spar roads, hiyo barabara ya Maumau, na Your Excellency nichukue nafasi nimjulishe PS wetu wa barabara Engineer Mbogwa ako hapo. Ni jirani wetu hapa Kinangop. Alikuwa anaenda kanisa Kinangop, nikamwambia rais ako na najua barabara ya Maumau zitakuwa shida, kuja ukue karibu ili uambie rais kama unatengeneza ama utalala kwa kazi. Na najua Mheshimiwa Rais on Wednesday I can report, because Mheshimiwa Kahangara tulikuwa na yeye kwa ofisi yangu together with the Minister for Roads Kipchumba Murkomen, akisukuma mambo ya completion ya Maumau roads na the collector or connector roads, hizo governor anasema, and the collector roads. And the CS did assure us that as the Maumau roads Lot C is being finalized, I think by China Wuyi, together with the highway, they will also consider a number of spur roads za kushikanisha hiyo Maumau road. Your Excellency, sitaki kusema mengi zaidi ya hayo mambo ya maendeleo, sababu mhubiri wetu nilimsikiza, na iko jambo mahali alituambia, angalia neighbor umwambie you are the Joseph in your family. Na najua nyinyi wote simuliambia your neighbor. Sasa mimi unajua neighbor yangu alikuwa rais. Sasa nikashindwa nimwambie you are the Joseph in your family na ni rais wa Kenya. So nikamwambia wewe my neighbor, you are the Joseph in Kenya. And besides being Joseph in your family, Your Excellency, you know you are truly our Joseph in Kenya. The other profound thing that Madam Mercy Nderito, who was our preacher today, has said is that we must embrace the pain of what? Discipline. Naona Rais alikuwa attentive. The pain of discipline, that we ought to embrace the pain of discipline. Na ni hivyo our women rep alikuwa anatuambia hata watoto wetu tukiwalea, we must teach them and mold them and model them to be able to embrace the pain of discipline. Your Excellency, I reflected on where you are as a Joseph of our country and how much pain we have to bear. The pain of discipline and the pain of fiscal discipline, the pain of economic management with discipline. Na nikafikiria, Your Excellency, mahali hii nchi ilikuwa, if we didn't have you as a Joseph of this country, we truly would not have the fortitude to bear that pain of discipline, even financial and fiscal discipline in our economy. But I am glad, Your Excellency, mahali tumefika
kuvumilia kwetu hata mambo yakiwa mazito na uchumi ukiwa mzito kwetu, Mungu ametujalia. Na very soon, Your Excellency, najua this economy will be taking off. At least now we can't say our economy is in the doldrums that it was in. You found and inherited an economy that was in the doldrums or in a deep, bottomless pit. You have been able to fill up that pit. At least now we have some light at the end of the tunnel. We can see where we are going. And I want to encourage you, Your Excellency. Usishtuke watu wakisema mambo mengi. Walisema lazima tufanye maandamano, bei ya unga ishuke. Ukatuambia bei ya unga haiwezi shuka kwa maandamano, itashuka tukienda shambani. Ukatupea fertilizer. Unga bei imeshuka saa hii. Sasa nasikia hawaongei mambo ya unga tena. Wamenyamaza, ya unga wameacha kuongea. Sasa jana nimesikia wakisema ati mafuta, sababu wanajua bei ya mafuta sasa, sababu ya mipango ya serikali, bei ya mafuta pia itaanza kushuka na ulitangaza. Sasa nimesikia jana wakisema ati lazima mafuta ishuke na 45 shillings. Sasa nikajiuliza, huyu mzee kweli, hata kama ni yeye wa kufanya hesabu, 45 shillings alihesabu na economics gani? Sababu bei ya mafuta ni mpango and the forces of demand and supply ya uchumi. Kwa hivyo, Your Excellency, I know you have put measures to address all the issues to do with the cost of living, and that is why, as our MCA said, in the National Dialogue team, and Your Excellency, I can confirm to you, we did table the report in the National Assembly on Thursday, myself together with the leader of minority, and it will be ready for debate when the House resumes. Na tulisema kwa hiyo report ile mambo yote inafaa kufanywa, including and up to hiyo mambo ya ward fund. Na najua governors walifanya mapendekezo yao, the County Assemblies Forum pia walileta mapendekezo yao on the county ward funds, and it is important and we support that all our wards lazima wakuwe na pesa zao, ili hawa MCAs wamechaguliwa kama viongozi, kama wabunge na kama governor na senators, wawe na pesa ambayo wanaweza pangia maendeleo in their wards together with their people. And we will support that. Mheshimiwa, you can relax. That report is before Parliament and we'll be able to debate to make sure that it will be in law, whether by statute or in the Constitution, that all our wards must have a county ward fund, ili tusaidiane mambo ya maendeleo. Your Excellency, la mwisho, Governor ameongea mambo ya maendeleo yetu hapa Kiambu. And you know you did instruct us through the Deputy President to sit together as Kiambu leaders, which we did together with the Governor, all members of Parliament and MCAs. And we made certain concessions for the sake and benefit of the people of Kiambu. And we said we do not want to hear squabbles. Hatutaki kusikia MCAs wanapigana na governor ama governor anapigana na MCAs. Sisi kama wabunge hatutaki kupigana na governor, tuko na kazi yetu na yeye ako na yake. Lakini ni lazima kila mtu afanye kazi yake. Na pia tukakubaliana mambo ya leadership ya chama cha UDA, being our majority party, that we must respect the will of the party, and we agreed that the cases that will be in court, Your Excellency, would be withdrawn. I know that did not happen, but we are in discussions and we shall be discussing with the Governor and the Deputy President, as you did direct, so that we settle those things. These MCAs wa Kiambu waweze kuwa na kazi yenye wanafanya yao, wa support governor na governor na yeye awa support wote bila kubagua mtu hata mmoja. We want our governor to be the unifying factor of all our MCAs, not to divide any one of them, not to direct development in any way that is not fair, so that we all work together as the people of Kiambu, vile Rais umetufunza. And I want to assure you that even as we discuss in the course of this Christmas break, we shall be meeting with all these county leaders, ili tupange hata mipango yetu ile ya chama in preparation of our party elections next year. Sitaki kusema mengi zaidi ya hayo. With tremendous respect, I have the singular honor now, Your Excellency,